There is no way out you can access supernatural power without a true and genuine worship. Kuna saa tunatoka tunaenda kujificha kwenye mapori, tunaingiza vichwa chini, tunaabudu mpaka tunachoka. Tulitoka hapo tunasikia tumejaa nguvu, wala sio kwamba tumeomba. Hospitali inakuja we offer a genuine worship. Tunasahau sisi kama makale huwezi kuabudu kwa machozi na makamasi. Wewe hata wakuwe let them kill you. Kama vile huwezi kuabudu kwa kutetemeka, anasema mtu huyu ndiye nitakayemtazama hatetemekaye asikia pendo langu. Kama leo roho yako haisikii kutetemeka, unapokutana na mfalme wa wafalme unaona ni kawaida, unaingia kanisani kawaida, unafanya ibada kawaida, unaimba kwaya kawaida, unahubiri kawaida, kila unachokifanya ni kawaida. Let them torment you. Either they will believe. There is no any man of power. Hakuna mtu yoyote asiyekuwa Mungu katika Mungu. Mungu anaheshimu watu wanaojitoa, wanasutoa roho zao wakamwabudu yeye katika roho na kweli. It's not the worship of visibility. It's not the worship of personal impressions. You don't impress anyone, neither your pastor or your bishop. No one. When it's the issue of worship, is between you and God in a secret place in your heart. Abraham de Keberitas, Eli Mahatakaya Bahatosika. If you need to move in power, nguvu za kiroho, pepo wakawa na adabu wasikutese, majini yako, misimu ya kabila la wewe. Yesu ana uwezo wa kukuzuia. Sisi wengine tunatoka ni familia ambayo tulikuwa kuna mpaka. Dada yangu wa kwanza amefika form 4 akafeli akapata 26. Akaenda kusoma mpaka ni mwalimu. Kaka yangu alinifuata ni wasifeli prime. Hadi kwenye kaka akaongoza kaka nzima ya Aruguru Mashariki. Akaongoza yote. Alafu alipofika form 4 yeye akafeli. Akapata 26 kama dada yake. Nikabaki mhubiri.